Mungu akubariki sana. Leo Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia kitabu cha Wafilipi na Wakolosai. Kitabu cha Wafilipi, Mtume Paulo alikuwa gerezani anawaandikia wa kanisa la Filipi kuhusu mambo mbalimbali ya imani. Anawaambia kwamba kuna watu wanahubiri injili kwa fitina na kuna ambao wanahubiri kwa nia njema. Lakini akasema kwamba haijalishi wale wanaohubiri kwa fitina kwa sababu yeye yuko gerezani na wale wanaohubiri kwa nia njema, cha msingi wanahubiri tu, wanamhubiri Kristo. Akaambia pia kwamba shida zile zilizokuwa akizipitia gerezani, akasema mimi kwangu kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hiyo hana shida au mateso anayoyapitia kwa ajili ya injili. Kwake anaona sio kitu cha ajabu. Akaambia pia kuhusu unyenyekevu, akiwaambia kwamba wawe wanyenyekevu kama Kristo alivyonyenyekea hadi kifo cha msalaba. Na Bwana Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote, ambao kupitia jina hilo la Yesu Kristo kila goti litapigwa. Akawaambia pia wayatende mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Akaambia kwamba pia yeye hajizani kwamba amefika pale alipo, lakini anayasahau ya nyuma, anayachushumilia yaliyo mbele. Yaliyo mbele ili apate kurithi uzima wa milele. Anaambia furahini katika Bwana siku zote. Haja zenu zijulikane na Mungu. Aliwashukuru pia kwa zawadi walizompatia, akiwaambia kwamba Mungu wangu awajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kitabu cha Wakolosai, Mtume Paulo anawaandikia pia kuhusu mambo mbalimbali ya kiimani, akiwaambia kuhusu kwamba waangalie mtu asiwafanye mateka kwa mafundisho ya bure. Yesu amekwisha ifuta ile hati ya mashitaka iliyoandikwa kwa ajili yao, kwa ajili yetu sote. Aligongomelea pale msalabani. Basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Akawaambia pia wajiepushe na dhambi zote. Akawaambia pia neno la Kristo likae kwa wingi mioyoni mwao. Akawaambia pia kwa habari ya familia kwamba mke mtii mumeo, mume mpende mkeo, watoto waheshimuni wazazi, wazazi msiwachokoze watoto wenu, watumwa wawatii wale ambao ni mabwana zao, na wale mabwana wawatendee vema watumwa wao.